Haya, wewe mganga Singeli upo hapa? Mamangu ndio nishafika Birahma, ndo mimi. Karibu ukae Birahma. Mimi hata sikai baba. Sikai kabisa. Una maneno. Uzungumze vipi kanisimama? Niambie Birahma aliyojiri. Maana nikikuona hapa wewe najua kwa Yaani majini yamejazana hivi. Ndio kimenifanya mimi nitoke huko nije kwako. Hayo mambo unayozungumzia Birahma. Jana kumkuja kijana hapa Birahma. Amenieleza hivyo unavyonieleza wewe Birahma. Majini Birahma yameshuka. Jana sasa kumkuja mchungaji hapa Birahma. Mchungaji vile ampatikana hayo majini Birahma. Mapasta ushaona, ujue mpaka maustadhi pia watakuja. Ndio mimi Birahma, habari ndo nakwambia hivi. Maustadhi kama mapasta walikuwa hapa jana, basi maustadhi pia watafika hapa. Sasa hivi ulivyoniona nilikuwa nikuja kwako kukupatia habari hizi. Upo mganga? Mguu huu unaoona basi kwa nani? Mzee wa mtaa. Yeye bado sijampata, natoka hapa kwako naelekea kwa mzee wa mtaa. Hizi habari pia zipate. Upo Singeli? Haya basi piga Singeli kilingeni kwako, mimi natoka. Sawa? Birahma. Kumbe majini yameshuka kweli. Mpaka Birahma amekuja kilingeni kwangu leo. Kuna kazi. Na kazi tetere. Fanya kazi tetere, majini yamerudi tetere. Adamu Birahma yuko upande wangu, mambo atakuwa salama salme. Kijiji chetu kitakuwa salama. Ikiwa enzi hizo tuyamaliza, Birahma mwenyewe kila kitu nakijua huko. Yataisha. Ili mradi tu wachane naye, mimi sina shida. Niko tayari kukaribisha kwangu kabisa na tukae tuishi pamoja. Alafu ukiniharibia boma yangu sasa. Siwezi kuharibia boma yako, sasa kuharibia vipi? Wewe kubali tu mimi ni wachana na bwanako ukuje tukae na wewe, mimi nikuoe. Mimi ni pasta mkubwa bwana. Pasta ambaye nina heshima. Sasa ndakosaje? Siwezi penda kwanza mtu mzuri kama wewe. Utakuwa fresh sana kama utaelewa vile nakwambia. Tu bora usikatae, ukikataa. Ndio tutakuwa mimi moja. Kubaya gani tena? Kwa sababu utakuwa umeharibia boma yangu. Sitakuwa nalipa wewe. Siwezi kuharibia boma, ila fanya vile nimekuambia. Kila kitu kitakuwa sawa. Umesikia? Sawa, sasa nakumbuka wakati ule uliniambia wataka kuongea na mimi. Kwa hivyo sasa hizi nafikiri ni nzuri kwa sababu ndio nimetokea kanisani, nitaongea kidogo nielekee kwangu. Ulikuwa unasemaje? Wakati ule nilikutafuta kweli. Naweza nieleza maana nimetaka nielekee shughuli mahali. Ule wakati nilikutafuta pasta, nikakwambia nataka mazungumzo. Ni kwa sababu nilipendezeshwa na wewe pasta. Nilipendezeshwa na wewe kivipi? Neno la Mungu ama kivipi? Sijakuelewa. Kiwewe binafsi, wewe kama ulivyo. Mimi venye nivyo? Ndio. Unanipendeza na mimi? Ndio. Nataka tuwe wapenzi kama hatojali. Nimesikia vibaya ama hebu rudia venye umesema dada. Nataka tuwe wapenzi kama hautojali. Wapenzi mimi na wewe. Ndio. Mbona ni ngumu? Si rahisi hivyo venye unafikiria. Maana mimi hapa dada, mimi nimetuma kueleza neno la Mwenyezi Mungu. Alafu cha pili, mimi nina mke na nina watoto. Kwa hivyo haitakuwa vyema nikikueleza kwamba tunaweza kuwa wapenzi mimi na wewe. Itakuwa ni ngumu kidogo. Hapana pasta. Ukiniambia mambo masuala ya juu na bibi, hata kwenye Biblia kuna watu walikuwa na wake zaidi ya mmoja. Ndio sikatai. Hautaanza wewe kuwa na mke wa kando ama mke mwingine. Sikatai hata kwa Biblia iko. Lakini pia imeandikwa kwamba unaweza kuwa na mke na tena ukiona uwezekano unaweza ishi bila mke. Ndio hapo itakuwa ngumu kidogo. Kulingana na maamuzi yangu. Unajua pasta, mimi nimekufuata kwa ustaarabu na uzuri. Tena kwa heshima. Nikakwambia pasta nataka tuwe wapenzi.
Lakini ukileta mvutano itabidi nilazimishe. Maanake mimi sina budi, nishakupenda nitafanyaje? Ukinikatalia itabidi nilazimishe. Na usinitake nifike hapo mahali pa kulazimisha, hautapenda kabisa. Lakini mbona unanitishia? Sasa umekuja umesema unanipenda, lakini tena unanitishia. Hiyo ni upendo kweli? Upendo gani yenye tutakuwa tunatishiana leo? Mimi ndio nishakwambia. Mimi nimekuja kwa ustaarabu, haunisikizi. Sasa nitakuja kwa lazima na utanipenda kwa lazima. Upo paka hapa, utanipenda kwa lazima. Na nimeondoka. Nataka niwaite hawa watoto waje hapa waniambie kunaendelea nini. Manake nimekaa sana tangu niwapangia kazi mpaka leo bado hatujawasiliana. Sasa nataka waje hapa wanieleze kuhusu hawa watu, niwapatia uchunguzi wao wamefikia wapi. Pastor, Ustadhi, Birahma, hawa watu watatu hao. Niliwapatia watoto kazi wafanye uchunguzi wao mpaka pastor wajue kazi yao ni nini, hawa watu wote. Mpaka pastor huyo kuja kutuharibia kazi. Sasa nimekuja, nataka waje tukae hapa nieleze wamefikia wapi, ndio nijue na mimi nitaanzia wapi, ndio tuende na kazi. Hasa pastor. Pastor ndiye anatatiza kweli kweli kuliko hawa watu wote. Sasa nataka hawa watoto waje hapa. Wacha nianze na Amina. Amina! Samia! Sarafina! Nafikiri watakuwa washasikia sauti pale popote wapo. Naam. Unafika, umesikia umeniita. Asante sana. Hata sija kuita nimewaita. Mbona umekuja peke yako? Yuko wapi Samia? Yuko wapi Sarafina? Mimi nimekuja peke yangu maana mimi Samia sijui ameenda wapi. Alienda kumfuata sijui Sarafina sijui wapi. Simuelewi mambo yake mimi pia yule Samia. Tuachane na hao. Wewe ndio ulikuwa una kazi nyingi sana hapa. Ya kufuatilia yule pastor na ustadhi na Birahma. Naam. Kisha kuja tayari. Sasa niambie umefika wapi? Ndio tuanzie hapo tuendelee na kazi. Sasa mkuu, nina habari njema na pia nina habari mbaya. Mbona wachanganya? Sasa tuanze na habari njema mwanzo. Sawa. Yule pastor yule je, nishamtia mkononi yule. Hapeperuki wala hapaondoki hapa. Sawa kabisa. Yule ustadhi, yule ndo kidogo sijafanikiwa, sijaelewa mambo yake. Sijafanikiwa kabisa yule. Ustadhi. Ndio. Leo sijani. Nafikiri kuna wakati uliniambia kuhusu mambo ya ustadhi na mimi nikakwambia mambo ya ustadhi niachie mimi. Mimi nishakuja niko hapa. Mambo ya ustadhi niachie mimi nitajili naye. Kwa sababu yule ustadhi ni binadamu. Ni mwanadamu, yule ni binadamu kama kawaida. Sidhani kama ustadhi anaweza kushinda jini. Kama amekushinda wewe nguvu zako ni kidogo. Sasa mimi jini Maimuna nishawasili, niko hapa duniani. Nitapambana naye ustadhi. Hana shida. Leta lingine. Haya, kuna lingine sasa hilo nalo. Kuna mganga. Sijui ajiita mganga Singolo, sijui Singeli, sijui sijui nani sisi tunasikia sisi. Mganga ni mganga wa aina gani? Yule ndo mambo yake kidogo yamenishinda pia. Mganga. Ndio. Wewe unatishwa na mganga. Kwa maana nakuaminia. Wewe ndo mkuu wetu na wewe ndo mwenye nguvu. Haya, tupe mwelekeo sasa mkuu. Sasa fanya hivi. Kabla Samia na Sarafina. Nataka kwanza uende umuonye huyo mganga. Umpatie onyo. Umwambie awachane na sisi. La sio hivyo atakiona cha moto. Huyo mganga nenda umuonye. Tukimtafuta Sarafina na Samia, kwanza dili na huyo mganga kwanza apunguze jazba. Nenda muangalie mganga uniletee ripoti yake hapa. Sawa. Mwanzo nimekasirika na yeye sana. Sawa. Atakutishia vipi wewe jini? Haya. Mganga. Alafu ikawaje? Lakini mambo si vile ulivyonituma mkuu. Mambo yameenda ndivyo sivyo. Ndivyo sivyo vipi? Yule mganga hapana. Yule mganga hapana. Mambo alionambia hayaingiliani kabisa.
Anakwambia nini? Mimi naomba tu wewe mwenyewe uende ukadili naye yule mganga. Amina. Wewe umeshindwa na mganga? Kwani anakuambia nini hasa? Yule mganga si kama waganga wengine. Yule sio kama waganga wengine. Ila mkuu yule nakuachia wewe udili naye. Mbona sikuelewi? Wewe hujaniambia amekwambia nini? Wewe unaniambia tu si mganga kama wale waganga. Sisi hatujui mambo ya waganga. Yeye tunataka tamshi lake amekwambia nini? Yeye anaanza kutusomea mambo tunayoyafanya si sawa, sijui nini. Ni mambo gani si sawa? Sijui mambo ya majini, tuachane na mambo ya majini. Tufanyeje? Sasa ndio nakwambia mimi simuelewi. Umuelewi sio? Ndio. Kama wewe humuelewi, mimi nishamuelewa. Nikasema kwamba hata kama ana nguvu za ziada zinamsaidia, hawezi kutushinda sisi majini. Sawa? Sisi tuna nguvu za kutosha. Kwa hivyo wewe nguvu yako bado haijatosha kupambana na huyu mganga. Kama haijatosha kupambana na huyu mganga niache mimi. Kabisa mimi amenishinda, maneno yake mimi amenishinda. Kwani ameenda wapi mkuu? Si tulikuwa tuko sote hapa. God have mercy. Nani? Wewe unafanya nini hapa? Nimefuata rafiki yangu ameingia huko. Rafiki yako ni nani? Hana jina? Aisha. Aisha? Maeneo haya hakuna msichana anaitwa Aisha. Hakuna jina la Aisha huko. Anakaa vipi huyo msichana? Mfupi hivi, alafu amevaa nguo nyeusi huku chini amevaa trouser, alafu ana mtandio mweusi. Wewe sikiza. Ondoka hapa, sitaki kukuona maeneo haya tena. Toka! Bado uko hapo hujaondoka? Toka wewe! Mkuu. Umetoka wapi? Unashangaa nini na wakati wewe ndio unaleta hizo shida zote hapa? Shida za nini mkuu? Wewe mbona bado unafuatana na binadamu? Mimi nishaotoa kule kwa wanadamu nikaambia nyinyi majini, twende tufanye kazi kijini. Mbona bado mnafuatana na wanadamu tena? Wanadamu wa gani mkuu? Mbona sikuelewi? Nilitoka hapa, huyu mwanamke alikuwa anachungulia hapa kitusikiza maneno yetu. Ni nani? Mwanamke gani huyo mkuu? Ni rafiki yako, unamjua? Usiniambie mwanamke gani. Mimi sina marafiki mkuu. Mimi sina marafiki mkuu. Unataka kusema umjui? Mimi sina rafiki mkuu. Sasa wewe mwanamke, acha nikupe mfano wake. Huyu mwanamke ana manywele hivi, yale manywele si ya kawaida, si kama nywele za kibinadamu, ni kama nywele za kubandika hivi. Amezivaa kichwani hivi. Alikuwa hapa akituchungulia akisikizana tunazungumza. Unasema umjui?